Shalom, welcome back to my YouTube channel. Kama hii ni mara yako ya kwanza, karibu. Majina yangu naitwa Charity. Mahali hapa tunakutana ili kujifunza kuhusu neno la Mungu, kujifunza vitu tofauti tofauti vinavyohusu Mungu na maisha yetu binafsi. Leo ningependa kushare nawe kitu kidogo kuhusu namna gani unaweza ukatumia vizuri maisha yako ya usingo. Kipindi cha usingo sio kipindi cha kutia huruma. Kipindi cha usingo sio kipindi cha kulalamika. Kipindi cha usingo sio kipindi cha maombi yako yote unaelekeza kwenye kuomba, Father, when, God, when, lini utanipa ndoa, lini utanipa mume, lini utanipa mke. Kipindi chako cha usingo unatakiwa kuishi. Usiwe unaishi kama mtu ambaye subiri kitu fulani kitatokea lini, kitu fulani kitatokea lini. Kwa sababu ninasema hivyo simaanishi ya kwamba usiwe na expectation, hapana, bali ninasema hivyo ili kulinda imani yako, kwa sababu kuna wakati expectations zako zinaweza kuwa kubwa, alafu Mungu akachelewa kujibu lile ombi lako, Mungu akachelewa kukuletea huyo mwenzo wa maisha, then ukawa disappointed. Na ukisema kwamba uishi maisha hayo ya kwamba haufanyi kitu kingine chochote, wewe unakaa unasubiri tomorrow nitaolewa, mwezi ujao nitaolewa, mwakani nitaolewa, itakusababisha utashindwa kuishi maisha yako. Siku zote utakuwa tu ni mtu ambaye unasubiri kitu, Kwa hiyo unashindwa kuishi maisha yako kwa namna ambayo Mungu alikusudia wewe uishi kabla ya kuolewa au kabla ya kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Most of single, especially single ladies, sisi single ladies ndio tuna shida sana. Yani maombi yetu yote tunaelekezea upande wa ndoa. Yani sasa hivi kukutana na single lady, ukimuuliza kitu gani unakitaka, kitu cha kwanza atakujibu ndoa. I'm not saying kwamba ni kitu kibaya. No, ni kitu kizuri, lakini tunatakiwa kuishi. Kipindi chako cha usingo unatakiwa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ninamaanisha nini ninaposema ya kwamba unatakiwa kuishi? Ukisoma kwenye Biblia kuna mahali ambapo Paulo alikuwa anasema ya kwamba mwanamke ambaye hajaolewa bado anafanya vitu vyake kwa ajili ya kumpendeza nani? Kumpendeza Mungu. Lakini mwanamke ambaye ameolewa anafanya vitu vyake kwa ajili ya kumpendeza nani? Kumpendeza mume wake. So wewe kama single lady, huo ni wakati wako wa kukaa vizuri na Mungu. Ukikaa vizuri na Mungu kwenye hichi kipindi cha usingo, inakuwa ni kama umeweka foundation, ni kama umeweka msingi. Maisha yako umewekea msingi kabla hujaingia kwenye ndoa. Ukikaa vizuri sasa hivi, ukawa na mahusiano mazuri na Mungu muda huu, ukilitambua kusudi lako muda huu, ukitumia vipawa na karama zilizoko ndani yako muda huu, ukijijenga binafsi muda huu, huo unakuwa ni msingi ambao umeujenga kwenye maisha yako. So ndoa ikija inakaa juu ya ule msingi ambao umefanya nini? Umeujenga kwenye maisha yako. Kuliko ukaingia kwenye ndoa hauna mahusiano na Mungu, umeingia kwenye ndoa hujui kuomba, umeingia kwenye ndoa hujui kusudi lako, umeingia kwenye ndoa hujui karama, vipawa vilivyowekwa ndani yako, wala hujawahi kuvitumia. Alafu baada ya kuingia sasa ndani ya ndoa, ndio unaanza kujua, kumbe mimi na kusudi hili, kumbe mimi na huduma fulani, kumbe mimi ni mfanyabiashara na neema ya biashara, kumbe mimi nina karama na vipawa fulani. Alafu sasa huo muda ambao unakuja kugundua hivyo vitu ukiwa ndani ya ndoa, mume wako haelewi. Mimi nilimuoa mtu ambaye sio mchungaji. How come saizi unaniambia kwamba wewe unatakiwa kuwa mchungaji? Siwezi kukuelewa. Na huwezi kumlaumu. Kwa sababu it is true. Ni jukumu lako, it is your responsibility, wewe kama msichana au wewe kama kijana, kujitambua vitu Mungu alivyowekeza ndani yako kwanza kabla hujaingia kwenye ndoa. Ndio maana unapokutana na yule mtu ambaye unataka kumuoa au mtu ambaye amepropose kwako kwamba anataka kukuoa, unaanza kumwambia
mimi bwana nina hiki na hiki. Hata kama hivi sasa maybe labda majira yako ya kuweza kufanya hiyo huduma bado hajafika, au majira yako ya kuanza hivyo vipawa vyako kumanifest muda wake hujafika, au majira ya kuanza hiyo biashara ambayo wewe unasema una neema ya biashara, huo muda wa kuanza hivyo vitu haujafika. Lakini yule mtu akija kupropose, au yule mwanamke unayetaka kumuoa ukikutana naye, unaanza kumwambia kwamba mimi bwana kweli unataka kunioa na mimi niko tayari, nimekuridhia na wewe umefanya nini, umeniridhia, lakini mimi unaniona hivi sasa, ila miaka ijayo nitakuja kuwa nani? Mchungaji. Miaka ijayo nitakuja kuwa mwimbaji. Miaka ijayo nitakuja kuwa mwanasiasa. Miaka ijayo nitakuja kuwa mfanyabiashara wa kusafiri nje ya nchi. Unamwambia mapema ili ajue ya kwamba mimi ninaweza kuwezana na mwanamke kama wewe. Okay. Kama ninawezana na mwanamke kama wewe, tuingie kwenye ndoa. Mimi ninawezana kuingia kwenye ndoa na mwanaume kama wewe. Kama ninawezana kuingia kwenye ndoa na mwanaume kama wewe, okay, tuingie kwenye ndoa. Kuliko ukakutana na mtu ukawana naye alafu haujui vitu vilivyoviweka ndani yako, kutakuwa na complication nyingi sana. I'm telling you, ninapata kwa neema ya Mungu ninapata nafasi ya kuzungumza na watu tofauti, single ladies na wanawake walioko kwenye ndoa, pia wanawake waliozaa. Kwa neema ya Mungu nina hiyo nafasi ya kukutana na hao watu wa aina hizo. So ninapokuambia ya kwamba ni vizuri kujitambua kusudi lako kabla hujaolewa, naelewa nini ambacho ninazungumza. Kwa sababu hawa wanawake walioko kwenye ndoa, kuna ambao nawaona namna ambavyo they wish to know their purpose, they wish to know their assignment. Wanatamani kujua na wanatamani wangejua hizo neema walizozibeba ndani yao, hivyo vitu ambavyo Mungu aliwekeza ndani yao, hivyo vitu, vision walizokuwa nazo, vitu wanavyotamani kuvifanya. Mwanamke anayetamani kuwa, wanatamani wangevijua hivyo vitu mapema kabla hawajaingia kwenye ndoa. Lakini sasa hivi wako kwenye ndoa, ndio unakuta mtu anagundua kwamba ana neema fulani na mume wake hamuelewi. Mimi sikuoa mtu wa aina hii, sasa hizi unawezaje kuniambia kwamba una kitu kama hicho? Lakini kuna wengine ambao ndio wanahangaika sasa kujitafuta, nijijua ya kwamba mimi ni nani. Muda huo una mtoto anakusubiri. Muda huo labda ni mjamzito. We all know namna ambavyo wanawake tunakuwa emotionally, physically, tukishaingia kwenye ndoa, yakija mambo ya watoto, yakija mambo ya ujauzito, tunajua namna ambavyo tunakuwa. So hivi vitu vyote ukiwa haujavifahamu mapema, haujavijua mapema, alafu ukaja kuingia kwenye ndoa, inahitajika neema ya Mungu na rehema zake ili ukiwa kwenye ndoa uvijue hivyo vitu na uweze kutembea vizuri. Simaanisha kwamba walioko kwenye ndoa uweze ukajitambua kusudi lako. Simaanisha kwamba ukiwa kwenye ndoa uweze kuanza biashara. Simaanisha kwamba ukiwa kwenye ndoa uweze ukakamilisha maono uliokuwa nayo. No, bali namaanisha kwamba ukianza hivyo vitu huku kabla hujaingia kwenye ndoa, unakuwa umetengeneza msingi mzuri. Ukiingia kwenye ndoa unaanza tu kuviishi vile vitu. Ukiingia kwenye ndoa unaanza tu labda kumanifesti vile vitu. Japokuwa kuna watu wengine wataanza kumanifesti hivyo vitu hata kabla hajaingia kwenye ndoa. Lakini ni vizuri sana ukajijua wewe ni nani, ukajua unataka kuwa nani, ukajua vitu gani unapenda kufanya, ukajua maono uliokuwa nayo kabla hujaingia kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe ni mtu ambaye unasubiri kitu, unaishi kwa kusubiri, No, ishi, hayo ndo maisha yako. Yaani hayo hapo unaoishi hivi sasa, wewe huyo ni wewe na haya ni maisha yako. So take responsibility ya maisha yako. Tafuta kujua Mungu ameweka neema gani tofauti ndani yako. Alafu tumia hivyo vipawa, tumia hizo karama. Usiwe ni mtu ambaye unajua tu vitu gani umebeba. Unajua kwamba mimi nina uwezo wa kufanya kitu fulani. Mimi nina uwezo wa kuimba. Mimi nina uwezo wa kuigiza. Mimi nina uwezo wa kutangaza. Mimi nina uwezo wa kuhubiri. Nina uwezo wa kufundisha. Unajua tu ya kwamba una hivyo vitu, lakini umekaa, you are doing nothing. Sawa, kuna kitu kinaitwa majira na nyakati. Yamkini majira na nyakati ya hivyo vitu, ya hivyo vipawa, ya hizo huduma kuanza kumanifest huko nje, ya hizo biashara kuanza wewe kutembea kwenye hivyo vitu, yamkini majira bado, lakini majira haya ya sasa unatakiwa ukae na ujifunze. Kama majira yako bado ya kusema kwamba mimi kuanza huduma bado,
majira haya ambao unasema bado, unatakiwa kujifunza kuhusu hiyo huduma uliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu hicho kitu unachotaka kufanya, kuhusu hiyo biashara, huu ndo muda wa kufanya research kuhusu hiyo biashara unayotaka kuifanya. Huu ndo muda wa kujifunza kuhusu hiyo huduma Mungu aliweka ndani yako. Kama ni mchungaji, jifunze uchungaji. Kama sijui mwanasiasa, jifunze mambo ya siasa yanaendaje. Fanya research, fuatilia watu ambao wanafanya kitu kama hicho ambacho unasema unacho. Jifunze kutoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Jiombee, huu ndo muda wa kujiombea hivyo vitu. Sio ukianza kutembea, huu ndo muda wa maandalizi, huu ndo muda wa kujiombea hivyo vitu. Na unajua kabisa ya kwamba unapo na uzuri, yes, ngoja niseme hivi, ya kwamba uzuri wa kujitambua wewe ni nani na vitu ulivyovibeba ndani yako, hata kama muda wa kumanifesti havijafika, sawa? Na huu ni muda ambao labda wewe hujaolewa au hujaoa. Uzuri wake ni kwamba unaanza kujiandaa mapema, sawa? Katika maisha yako ya kila siku. Unajua kabisa ya kwamba mimi nina kitu fulani na kitu fulani. Nikija kuolewa, hivi vitu vyote nitakuwa nafanya nini na vifanya. So hivi sasa ninajiandaa kuwa sio tu mke, lakini mke ambaye ni mtumishi, lakini mke ambaye ni mwimbaji, lakini mke ambaye ni mwanasiasa. Inakusaidia kujua namna gani unaanza kujifunza kubalance vitu hivi sasa. Yes. Unaanza kujifunza kubalance maisha muda kabla hujaingia kwenye ndoa. Ulipoingia kwenye ndoa na ndo unakutana na mavitu hayo. Mambo yote ya ndoa, mambo ya uzazi na ulezi, mambo ya ndo utambue kusudi lako, mambo ya ndo uanze sijui kufanya research ya vitu. My friend, anza kufanya sasa. Na ninaposema hivi ni leo ya kwamba simaanishi ya kwamba labda ukishaingia kwenye ndoa ndo kama kama sasa hivi ndo umejifunza basi ukiingia kwenye ndoa huwezi kujifunza tena. No, swala la kujifunza ni kitu ambacho progressive, ni kitu ambacho kinaendelea. So unachojifunza sasa kinakusaidia labda kwenye stage ya kwanza ya ndoa. Ukiwa ndani ya ndoa unajifunza vitu vingine, yani ni kitu cha muendelezo. Kujifunza hakuishagi, ni kitu cha muendelezo. Lakini kujifunza kunakusaidia kujiandaa na ile kesho yako itakapokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa kuelewa ya kwamba kuna watu ambao wanafanyaga mchakato wao uwe ni mrefu wao wenyewe, sio Mungu. No. Tunaposema swala la majira na nyakati, ni kweli kuna kitu cha majira na nyakati, sawa? Lakini kuna watu ambao wanasababishaga mlolongo wao wa majira uwe mrefu, wakae sehemu moja kwa muda mrefu bila kujua kwamba majira yao yamepita. Na Mungu anawasubirisha hapo hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajajifunza. Kwa sababu hawajajiandaa. So kuna mtu ambaye labda yeye majira yake ya kuingia kwenye ndoa amefika. Lakini Mungu akimwangalia aina ya mume ambaye anatakiwa kumuoa, namna ambavyo ndoa yake inatakiwa kuwa, vitu ambavyo anatakiwa kufanya yeye personally akiingia kwenye ndoa, hivi sasa hajajiandaa wala hayuko aware kabisa ya kwamba kuna vitu anatakiwa kuvifanya kama hivyo. So unakuta mtu wa namna hiyo Mungu anaona ngoja kwanza nimsubirishe, akutane kwanza na neema, asikie fundisho, Charity anafundisha kuhusu mambo kama haya ili aanze kujiandaa, ili awe aware. Alafu ndo nimletee mume wake. Alafu ndo nimruhusu aingie kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ukijiandaa inakusaidia kupeleka haraka mchakato wako. Inakusaidia kupeleka haraka mchakato wako. Imagine Mungu labda amekupa huduma wewe, anakuita kuwa mtumishi, labda kuwa nabii, kuwa mchungaji, na unafahamu ya kwamba manabii wametofautiana, unafahamu ya kwamba wachungaji wametofautiana, kila mtu ana neema yake, wote wana title moja, wote huduma ni moja, lakini kwenye neema tumetofautiana. Unaweza kukutana na mimi nafundisha ndoa, nafundisha single ladies, nafundisha wanawake wajawazito, nafundisha teenagers, nabii, na kuna nabii mwingine hana haya mambo, labda anafundisha wanandoa tu. Lakini kuna nabii mwingine hayuko kabisa kwenye idara ya wanawake, anafundisha labda watu wote, jenda zote, wanawake na wanaume. Kuna nabii mwingine yeye anadili na teenagers tu. Kuna nabii mwingine yeye ana raise generation tu. Sasa usipojua hivi vitu mapema, utasababisha mchakato wako uwe mrefu, manifestation yako pia itachelewa. Mungu hawezi wewe akakuinua leo akakupeleka kwenye majukwaa makubwa wakati hujajiandaa. Utamtia aibu.
utatia aibu. Tena sio kumtia aibu Mungu, utatia aibu wewe. So Mungu anakuficha kwanza. Huyu my daughter, my son, ngoja asubirie kwanza. Awe na maarifa, awe na ufahamu kidogo, alafu ndo mtampeleka huko nje akaonekana. Kwa sababu anajua leo akikuja akikuexpose wewe, au leo akakupa wewe ndoa na hauna maarifa, utaharibu. Alafu ukiharibu utaenda uanze kumlalamikia Mungu. Unaona sasa umenipa hichi kimepotea, umefanya hivi. Kumbe shida sio Mungu, shida ni wewe. Kwa hiyo kuna watu ambao tunasababishaga mchakato wetu unakuwa mrefu tofauti na Mungu alivyokusudia. Mungu alikukusudia wewe kwenye hilo darasa ukae mwaka mmoja tu. Kama madarasa ya shule. Form 2 kuna mtihani. Ukifeli ule mtihani unaendelea kubaki form 2, hauingii form 3. Form 4 kuna mtihani, ukifeli ule mtihani is either uache kabisa, ndio hiyo, unaachana kabisa na Mungu, au urudie form 4 ili sasa hivi kwa kuwa utakuwa umejiandaa vizuri ufaulu uingie form 5. The same applies kwenye issue za Mungu. Kuna madarasa lazima upitie, na haya madarasa ukipitia ukifaulu ndo anakupeleka kwenye level nyingine. Hawezi kukupeleka kwenye hiyo level nyingine kama hujamaliza mchakato. Kwa Mungu hakuna shortcut. Labda kwa neema na rehema zake aamue tu kukupaisha. Lakini hata hivyo lazima kuna kitu amekiona ndani yako, unauelewa nacho, umejiandaa, ndo anaweza kukuinua. Ukiwa ni mtu wa namna hii ndo unakuta kuna wale watu ambao let's say umechelewa kuolewa, umeolewa ukiwa na miaka 34, mwenzio ameolewa akiwa na miaka 25. Sawa, rafiki yako wa karibu ameolewa akiwa na miaka 23, 24, 25, na wewe mpaka sasa una miaka 34 hujaolewa. Yule rafiki yako aliolewa akiwa na miaka 23, inawezekana mpaka leo hajapata mtoto. Inawezekana mpaka leo hajajua kusudi lake. Na yuko ndani ya ndoa. Yeye amepata tu neema ya ndoa mapema. Lakini wewe ambaye mpaka sasa hivi una miaka 34, sawa? Unajua kusudi lako, unaishi karama na vipawa vyako, unatembea kwenye neema ambazo Mungu amekupa, una maono, unajua unataka kuwa nani, unajua utakuwa nani siku zijazo. Hivyo vitu vyote unajua, alafu unaingia kwenye ndoa. Hivyo vitu vyote umevijulia muda gani? Ule muda ambao mwenzako yuko kwenye ndoa. Wewe hii miaka iliyobaki hapa, miaka 7, ndo ukakutana na neema ya Mungu, ukajua kuna kitu kinaitwa kusudi, ukaanza kujitafuta, ukawa na mahusiano mazuri na Mungu, akawa anakufunulia kitu kimoja baada ya kingine ambacho amekeka ndani yako, ukaanza kutembea kidogo kidogo, alafu unaingia kwenye ndoa. Japokuwa unaingia kwenye ndoa ukiwa na miaka 34, lakini haufanani na wewe mwenzio ambaye na yeye sasa kwa muda huu tayari ana miaka 34, labda ana miaka 7 kwenye ndoa. Ana miaka 34 kama wewe. Wewe ndo kwanza unaingia kwenye ndoa. Mwenzako ana miaka 7, ila wewe unajua karama, unajua vipawa vyako, una mahusiano na Mungu, umetengeneza system yako nzuri ya maombi, unatembea kwenye huduma ambazo Mungu amekupa, unatembea kwenye neema ambayo Mungu amekupa, unajijua wewe ni nani, umekuwa mwanamke au mwanaume wa maono. Unajitambua, unajielewa. Alafu unaingia tu kwenye ndoa na unapata mtoto. Lakini kuna yule mwenzio ambaye aliingia mapema. Inawezekana yeye amechelewa kupata mtoto. Inawezekana yeye mpaka sasa hajijui yeye ni nani. Lakini wewe umeingia, japokuwa umejiona kwamba umechelewa, ila umeingia kwa mwaka huo vitu ambavyo wewe unavyo mwenzio ambaye aliingia kwenye ndoa na ana miaka 7 kwenye ndoa yeye ana hata kimoja, ila wewe unavyo. Bwana Yesu asifiwe. Sio, unanielewa situation kama hiyo? Sisemi hivi kwa kuwasema vibaya watu walioolewa. No. Nao pia wana neema yao huko, wana rehema zao huko, lakini today I am talking to single ladies and single boys. Bwana Yesu asifiwe. Jitambue, jielewe. Kuna uzuri na kuna raha yake ukijijua wewe ni nani. Kuna uzuri, kuna raha yake ukijua wapi unaelekea. Kuna uzuri, kuna raha yake ukiwa na mahusiano binafsi na Mungu. Kuna uzuri, kuna raha yake ukiwa umejiwekea hii system ya maombi. Huu ndo muda wa kuomba masaa 6 my friend. Huu ndo muda wa kuomba masaa 6. Ukiolewa, simaanisha kwamba utaomba masaa 6. Simaanisha kwamba utaomba muda mrefu. Unaweza ukawa unaomba lakini haitakuwa, yani hautakuwa comfortable kama hivi sasa. Au haitakuwa rahisi kama hivi sasa. Na inategemea pia mwanaume utakayemuoa. Kuna mwanaume mwingine unaomba anakuambia sitaki kelele. So lazima ujiandae kisaikolojia. Huu ndo muda wa kuomba masaa hayo mengi. Huu ndo muda wa kufunga. Unaingia kwenye ndoa, unataka kufunga siku 30, unamwambiaje mume wako? Labda mkubaliane wote mwe mnafunga. Ndio hapa sasa narudia tena, inategemea na mwanaume aliyefanya nini, aliyekuoa.
Labda ukubaliane na mume wako mnafunga wote, au huyo mwanaume awe muelewa. Lakini unaingia kwenye ndoa unataka kufunga, mume wako haelewi hayo mambo. Siku 30 unamwambia nini? Unataka kufunga siku 3 kavu. Unamwambia nini mume wako? Unataka kuomba masaa 6 wakati yeye anakuhitaji kitandani usiku. My friend. Utashangaa. So what I'm trying to say ni kwamba jitambue, jijue, jielewe, ishi, tumia vipawa ulivyowekewa ndani yako. Yaani huu ndo muda wa kushine, huu ndo muda wa kujidai, huu ndo muda wa kutumia vitu alivyowekeza Mungu ndani yako. Una vitu vingi, una vitu unique, una vitu special ambavyo mwingine hana. So tumia, shine. Usikae ukashangaa tu. Fanya hivyo vitu. Tumia hizo karama, tumia hizo talanta. Nakumbuka kwenye Biblia ile story ya yule wale watumwa watatu wale. Bwana wao akawapa talanta. Alafu yule mmoja ambaye amepewa talanta akaifukia. Ndo kama wewe ambaye sasa hautumii vitu vyako kwa sababu unasema hujaolewa au hujaoa. Yule mmoja sasa, nilijua bwana wangu ni mtu mgumu. Okay, ulijua. Ndio sasa nilijua nitaanza kufanya hivi nikiingia kwenye ndoa. Nilijua mpaka niingie kwenye ndoa ndo nitajijua. Nilijua. Wewe unabaki tu nilijua. Muda unaenda. Haujui utaolewa lini. What if kuna watu wengine wanakufa hata kabla hajaolewa. Na sio tu kufa, kuna watu wengine ambao yani ndoa haiko kwenye destiny yao. Wao sio watu ambao wanatakiwa kuolewa. Do you know that? Sasa kwa nini usiishi? Ishi, tumia ulivyopewa. Mungu amewekeza vingi ndani yako. Vitumie, vitendee kazi kwa ajili ya utukufu wake. Kuna watu nje wanatakiwa kuguswa na wewe. Kwa hiyo karama ambayo unaidharau unaiona ndogo, kwa hicho kipawa ambacho unakidharau unakiona kidogo, kwa hiyo huduma, kwa hiyo neema, kwa hilo neno la maarifa, kwa hilo neno la hekima, kwa huo ushauri. Karama Mungu amewekeza ndani yako. Tumia kwa ajili ya watu wake wapate kubarikiwa. Yes. So, natumai utakuwa umepata mawili matatu kwenye hiki ambacho nimekizungumzia siku ya leo. Majina yangu ninaitwa Charity Msahala. Usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza. Usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kushare na watu wengine kuwajulisha kipi kinaendelea. Lakini pia usisahau kunifollow kwenye mitandao ya kijamii. Instagram @CharityMsahala_, Facebook @CharityMsahala. Nina vitabu, mimi ni mwandishi kama ambavyo nilisema, nina vitabu vya hadithi, unaweza kuvipata kununua kupitia Sell Up. Link iko kwenye Instagram account yangu @CharityMsahala_, lakini pia unaweza ukasoma for free kwa English version kupitia application ya Wattpad. Link pia ipo kwenye Instagram bio yangu au Facebook bio, TikTok, kwenye bio zangu zote za mitandao ya kijamii. Linki ipo, ukiingia pale unatafuta tu kitu gani unataka, kitabu gani ambacho unataka kukisoma. Enjoy kusoma vitabu ambavyo ni vya hadithi ila viko chini ya msingi wa Kikristo. So unaposoma unaenjoy, huku unapata maarifa ya kiroho, huku unapata moto fire. Unapoona watu wenzio wanaomba kwenye vitabu, na wewe unapata moto, na unapata hamasa, na wewe unapata nguvu ya kuinuka na kuomba. Na hiyo ndio sababu ya Mungu kunipa hiki kipawa cha uandishi, ili watu wanaposoma na wao spiriti zao zijengwe, na wao spiriti zao zinyanyuke, wasimame imara. So unaposoma usisome tu kama kitabu cha kawaida, bali soma ukiwa unajua ya kwamba humu kuna fundisho kutoka kwa Mungu ambalo anataka nilipate ili kunyanyua imani yangu. Mungu akubariki sana. Tukutane tena next time. Shalom.